Naam, barabara mpenzi mtazamaji popote ulipo, hujambo na karibu kwa taarifa zetu za saa moja hii leo, ikiwa ni tarehe 4 mwezi ukiwa ni wa 6 mwaka ukiwa ni 2026. Karibu, natumai ya kwamba umeshinda vema. Tumekuandalia mengi, na tukianza na taarifa kutoka TIFA ni kwamba utafiti wa taifa wabaini kuwa Wakenya wengi hawana imani na Rais William Ruto, polisi na bunge la kitaifa. Naye Rais William Ruto azidi kutetea hatua ya serikali kukubali ombi la Marekani kuanzisha kituo cha karantini ya Ebola Laikipia, akisema mataifa ya Kenya na Marekani yameshirikiana kwa muda mrefu katika sekta ya afya. Na kwingineko ni kwamba idara ya kupambana na ufisadi nchini Kenya EACC imevamia nyumba ya afisa wa maendeleo kaunti ya Nairobi, akivanga na kupata shilingi milioni 65. Na shule ya upili ya Alliance iliyoko katika kaunti ya Kiambu imefungwa kwa muda, huku wazazi wakiombwa ama wakiagizwa kuwachukua watoto wao wanaosomea kwenye shule hiyo. Hii ni baada ya moto kuweza kuzuka kwenye eneo la kuweka godoro. Naambiwa na mwelekezi wangu kwamba shule ya upili ya Njoro Boys Senior School pia iliyoko katika kaunti ya Nakuru imeweza kufungwa kwa muda. Na tukisonga mbele ni kwamba mahakama kuu imesitisha kwa muda utekelezaji wa maazimio yaliyopitishwa katika mkutano mkuu maalum wa taasisi ya wahandisi nchini IEK uliofanyika Mei 21 mwaka huu, hadi kesi inayopinga uhalali wa mkutano huo itakaposikizwa na kuamuliwa. Na hatimaye Daktari Fred Matiang'i wa Jubilee na Peter Munya wa PNU wamejiunga na viongozi wengine wa upinzani wanaopinga ujenzi wa kituo cha karantini cha wagonjwa wa Ebola nchini. Wawili hao wako kwenye ziara kaunti ya Meru. Nacho chama cha United Green Movement cha mkabili mwanaharakati Shakir Wafula kuhusu madai yake dhidi ya mgombea wa urais David Maraga kwamba alipuuza madai ya unyanyasaji wa kijinsia chamani humo. Na sasa kwenye rubaa za kimataifa ni kwamba Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anaendelea na ziara yake ya siku 3 nchini Urusi, ambapo atakutana na mwenyeji wake Rais Vladimir Putin, wakati hadhi ya nchi yake ikiwa imeingia doa na nchi za magharibi kutokana na kilichotokea wakati wa uchaguzi wa mwaka jana, ambapo kulishuhudiwa vurugu. Ziara ya Samia pia imekuja wakati ambapo Moscow haina uhusiano mzuri na Ulaya kutokana na uvamizi wake huko Ukraine. Na sasa tunaingia kwenye spoti. Na kwenye habari za spoti ni kwamba klabu ya Chelsea, Arsenal, Tottenham, Aston Villa zote zinaripotiwa kuwa na nia ya kumsajili Marcus Rashford msimu huu wa joto baada ya muda wake mzuri wa mkopo kwenye klabu ya Barcelona. Na ni hayo tuliyokuandalia siku ya leo kutoka hapa kwenye meza ya michezo na meza ya habari. Tunakutakia usiku mwanana. Salia na Mwenyezi Mungu. Jina langu ni Dismas Oduya.